Usijiangalie vile unaonekana. Mungu amekufanya kuwa bora ndani. Amen. Wakikusikia kuona una sauti, tumia sauti yako hiyo hiyo. Ambia nguvu ya giza hauna nafasi. Amen. 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 Yaani waambie kule. Kuna mtu mmoja anasema Soweto ndio kuna wachawi kupita wote. Soweto ndio nini? Soweto. Nenda kawaambia wachawi wa Soweto ya kwamba nimetumwa na alikutuma baba yao, na kwamba kuanzia leo nimefuta kazi wote. Hauelewi. Nimesema hivi, nimekupa mamlaka kufuta kazi wachawi wote wa pale katikati pale. Pale maeneo na kuzunguka majengo. Waambie wachawi wafuta kazi. Waganga wote nimewafuta kazi. Hakuna uchawi utaingia mahali hapo utafanikiwa. Mimi na mamlaka. Nimesema na hili wanasa, endeni mkashughulike na uchawi wote uko pale ndani. Na mwaka huu mtaona kuna mageuzi yanakwenda kutokea. Nasema hivi, mtaona yakitokea. Hayataanza chini, yataanza juu, yatashuka chini. Nasema hivi, hayataanza chini, yataanza juu, yatashuka chini. Tuko kwenye zamu. Tuko kwenye zamu. Agondi mpo? Nataka nione mwaka huu Agondi ikijengeka kuliko miaka mingine yoyote. Na nini mkajenge na kila mtu wa Agondi akajenge nyumbani kwake. Nasema mwaka huu mkafanye maendeleo Agondi. Mkajenge nyumba zenu na mkajenge na nyumba ya Bwana. Wanaoonea Agondi, nenda akawaambia nimepewa mamlaka kufuta kazi. Nimekuja kufuta kazi leo. Mimi nazungumza jambo la leo, sizungumzi jambo la kesho. Nazungumza neno la leo, sizungumzi neno la kesho. Nazungumzia habari ya sasa. Kawaambia wachawi wa Agondi ya kwamba nimekuja kufuta kazi. Haleluya. Amen. Na kanisa Agondi itakuwa kubwa. Amen. Watakuja Agondi. Watatoka mabondeni, watakuja Agondi. Watatoka wapi? Watakuja Agondi. Watatoka wapi? Walata, watakuja Agondi. Watatoka wapi? Mayoni, watakuja Agondi. Ninatabiria kwamba Agondi utakuwa ni maskani ya Mungu katika mkoa wa Singida. Watu wataona Mungu wenu. Watu wataona upako ulionao. Nasema hivi, watakaoshughulika na kanisa la Agape Agondi lisijengwe, mtaona wakitangulia katika jina la Yesu. Na waonyeshe utawala mmepewa na umiliki katika roho. Kuna watu wanajadai kama hivi, ndio mimi. Huyu ndio mimi. Sijisifu. Amina. Mimi naongea na wachawi kama walipata nafasi ya kuniua na wakashindwa. Haikuwa Singida, haikuwa Dar es Salaam, ilikuwa ni Zanzibar. Walinipiga na wakanimaliza, nikafika mahali nikapoteza fahamu. Nikaokotwa, nikapelekwa kwenye chumba cha hoteli. Nilichokuwa nakisikia wakati naanza kupata fahamu narudi, na roho yangu ikimuuliza Mungu ya kwamba Mungu umeruhusu haya yatokee. Na wakati tumeweka bato, wachawi wameniambia siku 3 kanisa linavunjwa, na mimi naambia nasubiri siku 3, na zikisha za kwenu kanisa lijavunjwa, na mimi nataka nitoe 3 za kwangu. Amina. Amina. Huyo ndio mimi.
katika ulimwengu wa roho kwa kutumia nguvu zako zile, hautanipata. Utaanguka na mimi nitabaki. Nikasikia sauti ya maombi, watu wanaomba. Nilikuwa na kijana mmoja anaitwa Geoffrey na kijana mwingine anaitwa Daudi. Wanamwona mchungaji wao wameanguka. Sio shida kuanguka. Je, ukianguka utainuka? Kuna watu wengine wameanguka na wameanguka moja kwa moja. Nikaanza kusikia wale vijana wanaomba. Wanasema, Mungu, tunamleta baba yetu. Tunamleta. Niko pale nasikia sauti kwa mbali. Alafu mimi namuuliza Mungu, je, umeruhusu jasho linitoka? Nimepigwa pepo, si ilitoka si ni Omani, si ilitoka mahali gani, hata sielewi ilitoka wapi. Namuuliza Yesu, ndio umeruhusu? Haleluya. Amen. Na pia kupata fahamu, nimelala kwenye godoro, yote imeloa maji. Namuuliza, kwani nilimwagia maji? Anasema hapana, hii ni jasho linatoka. Sio hata kama nipeleke kuzimu, ile joto la kuzimu sielewi. Nilipoamka sema sema leo unapenda habari hizo. Simba wa Yuda. Nikamwambia Daudi na Geoffrey. Nikamwambia nendeni kwa yule mzee alituma ujumbe. Ya kwamba yule mtu ameenda amerudi. Hajaenda akaishia kule. Nendeni nikamwambie kuna siku 3 za kwao. Ya kwamba ndani ya hizi siku 3 Mungu atafanya jambo na mji wa Pajo utajua ya kwamba kuna mtu wa Mungu alikuja. Mji wa Pajo utajua ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu alikuja. Sikiliza. Wakati tunaanza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 wakaja wakachoma kanisa. Ilipofika siku ya 4 ya zile nimetoka, wakawa wanatoka wazee fulani wanatokea kule mjini, wameenda mjini sijajua kununua nini, wametokea na wale wazee. Kuna miongoni mwa yule mzee alileta ujumbe ya kwamba kanisa litajengwa. Gari yao ikaenda ikavamia Mwembe, ikapiga Mwembe, wakafa watu karibia 16 pale. Ndio ajali kubwa ya kwanza iliua watu wengi Zanzibar ya gari, ikaua wale wazee wako pale. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na mtu wa Mungu ambaye alisimama katika zamu, alisimama katika nafasi yake. Nimekupa kutawala katika mji wa Itigi, utawaambia watu wa Itigi na utakachowaambia kitakuwa. Kitakuwa. Amina. Mimi nazungumza na watumishi, nimesema Agape hakuna mshirika, Agape tuna watumishi. Watu 16 wakafa. Na nadhani wengi karibia watu 16 walikuwa ni wachawi, kwa sababu nilimwambia Mungu asiwe asiyekuwa na asiwe mwenye haki. Amen. 16 wakaishia pale. Vizee 3 vya pale vikafia pale. Wanakuja kuniambia vijana, wale wazee wamekatika. Na mwambie wapi? Anasema yule shehe amekatika. Na mwambie yule shehe alikuja hapa. Amekufa. Anasema amekufa. Nikaogopa kuambia tumtukuze Mungu. Nikaambia jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kuna watu wataanguka mwaka huu. Na wewe unasema jina la Bwana libarikiwe. Nenda ukatawala. Nenda ukamiliki. Nasema nenda ukatawala. Nasema nenda ukamiliki. Mwaka huu ni mwaka wako. Jambo la maana Mungu anapenda kufanya mwaka huu. Jambo la maana. Mungu hata angalia jinsia yako ili kukubariki. 2026. Mungu hata angalia muonekano wako ili kukubariki. Mungu hata angalia urefu wako ili kukubariki. Mungu hata angalia ufupi wako ili kukubariki. Mungu hata angalia elimu yako ili kukubariki. Mungu hata angalia namna yako ya nje ili kukubariki.